chenye faida kina ugumu ama kina utata. Chochote ambacho nakifanya unaona kuna ugumu, elewa pale kuna baraka, kuna neema. Hata hii hela tunaitafuta ni ngumu kuipata kwa sababu ni kitu cha baraka. Bwana asifiwe. Mbingu tuko tunaitafuta ni ngumu, lakini ndio baraka na ndio mafanikio ya maisha yetu hata ya baadaye. Amen. Nataka tuzungumze kitu kimoja leo ambacho Mungu amependa nikisogeze kwenu ili kitusaidie. The spirit of greed. Spirit of greed au spirit of desire. Roho ya tamaa. Roho ya tamaa. Mimi wanakwenda kama Roho Mtakatifu anavyokuwa amenielekeza. Spirit of greed. Bwana asifiwe. Roho ya tamaa. Sijui kwa nini Mungu amependa tuzungumze hivyo, lakini ninaamini kuna kitu ambacho anataka kipande kwa watu wake. Amen. Kuna kitu ambacho anataka watu wake wakipokee. Bwana asifiwe. Watu wake waweze kukipokea. Hii roho ya tamaa ni roho ambayo tunaweza tukaita ya uhitaji. Roho ya uhitaji. Spirit of greed ni roho ya uhitaji uliopitiliza. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya uhitaji uliopitiliza. Ukitafasiri nyingine inaweza ikaitwa, mpaka inabadilika, unaweza kukuta inaitwa uchoyo. Amen. Uchoyo, lakini kwa kamusi yetu si uchoyo kama uchoyo, kwa sababu uchoyo unakuwa ni kile kitu kinaitwa selfish. Amen. Kule kujipenda wewe mwenyewe, ukataka vyote vyo vya kwako. Lakini spirit of greed or desire ni roho ya tamaa, ambayo ni uhitaji usiotosheka. Bwana asifiwe. Uhitaji usiotosheka. Uhitaji usiotosheka ama kutotoshelezwa. Bwana Yesu asifiwe. Darasa zuri sana ile. Haya mambo tukiyashika yatatusaidia. Spirit of greed ni roho ambayo mtu anapokuwa nayo haridhiki au hatoshelezwi. Amen. Au hatosheki kwa Kiswahili kizuri. Bwana asifiwe. Hii roho ni mbaya, ni mbaya, ni mbaya kuliko zote. Ni roho mbaya sana. Ni roho mbaya sana. Sema spirit of greed. Spirit of greed. Spirit of desire. Bwana asifiwe. It's a spirit, ni spirit ambayo inamtesa mtu. Ni roho ambayo inamsumbua mtu katika maisha. Roho ya tamaa ni mbaya. Mtu mwenye roho ya tamaa huwezi hata ukaishi naye, kwa sababu hatoshelezwi, hatosheki kwa chochote kile. Whatever you done, whatever you do for him, for her, hawezi akashukuru. Na mtu kama hajatosheleza, manake hawezi akashukuru. Amen. Hamna shukrani. Bwana asifiwe. Hawezi akasema asante.
Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema mjui kuomba kwa sababu maomba kwa nini? Kwa tamaa, ili mvitumie kwa tamaa zenu. Amen. Manake chochote utakachokifanya kwa mtu mwenye roho ya tamaa, huyu mtu ujue ni sawa sawa kama unatupa kwenye tanuru la moto. Hatokaa akasema nashukuru kutoka moyoni. Anaweza akasema nashukuru kwa kinywa tu hapa, lakini hapa bado spirit of desire, spirit of greed. Glory to God. Bwana asifiwe. Kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 12 na ule mstari wa 15. Haleluya. Roho ya tamaa ni roho inapaswa kupingwa. Ni roho ambayo unapaswa kuifuta. Ni roho ambayo unatakiwa uifanyie kazi. Yaani uache kazi ufanye kazi. Kuondoa roho ya tamaa. 12:15 Luka mtakatifu. Luka mtakatifu sura ya 12 mstari wa 15 nayo inasema, akawaambia, angalieni, jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Choyo. Yaani unataka vyote vyo vya kwako. Yaani vyote unataka uvimiliki wewe. Vyote vyo vya kwako. Alafu hii roho kuna mtu anaweza akaipata ukubwani, lakini hii roho kuna mtu anaweza akazaliwa nayo. Anazaliwa nayo kabisa. Ukiona mtoto anayo hiyo roho, pambana nayo. Ni mbaya. Ni mbaya, maana kuna mahali itafika hata mzazi utamtamani hata kumlaani. Kumbe maskini ni kwa sababu ana roho alizaliwa nayo, then you didn't even help her. Hukuwasaidia. Hukusimama kama mzazi kupinga hizo roho. Kwamba hii roho ninayoona kwa mwanangu si nzuri katika maisha yake. Inaweza ikanikosti baadaye. Anaanza kabisa akiwa mdogo. Akiwa kadogo tu hivi, unampa kitu hivi, alafu muda huo the same time muombe uone utana anaweka mikono nyuma. Au anakumegea kaduchu kadogo anakupa. Ukiona hiyo sign ile, ukiona hicho kitu, elewa huyu mtoto ana roho ya tamaa. Ana roho ya choyo. Na akiwa na roho ya choyo, huyu mtoto hatakuwa ni mzigo. Huyu mtoto atakuwa ni shida katika maisha. So what we have to do ni kufanya kazi na kuacha kazi. Pinga hizo roho, mvue hizo roho mtoto mapema. Haleluya. Haleluya. Umeshaona na hicho kitu, umeshakutana na hicho kitu. Usicheke, ukafurahi sema kama ni nyima, usifurahi. Ni roho inatakiwa ifanywe kazi. Yaani unaona kabisa anakutana hivi, na wewe ndio umempatia mdogo. Lakini halafu anaweka nyuma huko mgongoni. Kuna picha moja niliona, sijawahi kuisahau. Miaka imepita. Bwana mmoja alikuwa ni ana hiyo roho. Alipokuwa na hiyo roho, akaja mgeni anakula chakula. Nadhani nimeshaiona. Akagonga hodi gingi. Alipogonga tu hodi, haraka akakiweka chakula nini? Chini ananili. Nimeshaona kitu no. Kumbe kuna paka hiyo mbwa, akapita huko akaramba chips yote na mayai na chips mayai, akara na kuku. Huyu akaja akapiga story, anamwambia kwa haya. Ile anataka kuondoka tu, ile anavuta sahani hivi nyeupe. Kuangalia kapaka kameisha vimba tumbo liko. Ya tamaa ni mbaya. Ni mbaya. Sio kwa nini Mungu anataka tuongee hichi kitu. Ni mbaya sana. Alimkimbiza utavunjika, utamkimbiza paka mwezi. Roho ya tamaa, mwambie mwenzako acha roho ya tamaa. Mwambie unavyoonekana unayo wewe imejaa. Usimwogope, mimi nitakulinda. Roho ya tamaa ni mbaya.
tamaa. Mungu anataka leo tuipinge, leo tuifute kwa jina la Yesu Kristo. Isiwe katika maisha yetu. Roho ya tamaa. Nani ana roho ya tamaa? Punga mkono namna. Nyosha mkono. Jua mwaminifu kama mimi sina roho ya tamaa. Nyosha. Simameni ambao mnasema sisi hatuna roho ya tamaa. Mama amesema wote waliosimama wana tamaa. Mbona walionyanyua mikono mwanzoni walikuwa ni wengi na walio na nini? Nataka mimi nichambue, niingie rohoni nione fulani. Wewe unamlazimisha God asimame, kwani yeye amekwambia hana roho ya tamaa? Sasa mbona namwambia na yeye simama? Yaani Arosi kama anamwambia na wewe simama, na wewe simama. God ameshasema sina hiyo roho. Mimi na roho nina tamaa, alafu namwambia simama. Bwana Yesu asifiwe. Kae ni Mungu abariki sana. Hiyo roho kama hamna, Mungu aendelee kubariki na muendelee. Hebu tuwachape makofi hao ambao hawana roho ya tamaa. Hallelujah. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya tamaa ni mbaya kwenye maisha yako, ni mbaya kwenye maisha kila mtu. Ni roho ambayo nimesema ipingwe asubuhi, ipingwe mchana na ipingwe jioni. Ipingwe. Yaani wakija wageni kwako, pakua wale vishe. Umesikia mwanangu Aroska? Pakua wale faini vishe, Mungu ataleta vingine. God amesema na roho ya tamaa, mwambie potele mbali, mimi sina hiyo roho. Nenda kaime wale. Mungu ataleta. Haleluya. Tamaa. Tamaa. Bwana asifiwe. Petro wa kwanza